Ana muda nao unakimbia. Tabia tano za dhambi. Namba moja, dhambi ina tabia ya kiburi. Dhambi ina kiburi. Amen. Yaani dhambi ikikaa ndani ya mtu ina kiburi. Wewe wakute binti na kijana wamekumbatiana kwenye vichochoro usiku. Waambie wazizi, habari yenu, poleni na kasi. Kama hawatakutukana watakupiga. Kwa sababu dhambi ina tabia ya kiburi. Na kikikemewa ndio kinainuka. Na hata hapa kimeshainuka. Na ndio maana hata amina huwezi kusema kwa sababu dhambi ina kiburi. Dhambi ina kiburi. Mshirika aje kanisani unamuuliza, "Mbona hujaonekana ibada?" Yeye anakuwa mkali kuliko wewe unayemuuliza. Sababu dhambi tabia yake, tabia ya dhambi ni kiburi. Amen. Tabia ya dhambi ni kiburi, kiburi kilichokoma hivi. Hata sasa una kiburi, yaani una kiburi. Alafu hakuna tabia ngumu kujua unayo kama kiburi. Kiburi tabia ambayo itapeleka wengi jana. Kwa sababu uchunga unayo. Kwa hiyo uelewa namna ya kushughulikia kiburi. Dhambi ina tabia ya kiburi. Sitaki nikae sana hapo. Tabia ya pili ya dhambi. Dhambi ina mashabiki. Dhambi ina mashabiki. Ukiangalia yale mafiesta ya kina Diamond Platinum, ya kina nani wengine wale unawajua mwenyewe. Ukiangalia yale, kwani wewe uangalie? Wewe unaangalia. Unataka kusema uongo na uko mbele ya Mungu hapa? Wewe unaangalia. Utakuta yamejaa kuliko mikutano ya Injili. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ina tabia ya mashabiki. Ina mashabiki dhambi. Ukitenda dhambi hautakosa watu wa kukunga mkono. Wakukwambia wewe sio wa kwanza kufanya hivyo. Wewe sio wa kwanza kutoa mimba. Wewe sio wa kwanza kufanya uzinzi. Wewe sio wa kwanza kuiba. Hata fulani alifanya. Yaani wanakupa mifano ya walioshindwa. Kwa sababu dhambi ina mashabiki. Ingekuwa dhambi inapigwa vita kutoka juu, taifa letu lisingefika lilipofika. Maandiko yanasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa mtu yoyote. Dhambi ina mashabiki. Ni mashabiki. Hata wewe ni shabiki wa dhambi. Na ndio maana kwenye simu yako umejaza manyimbo ya ajabu ajabu. Ibilisi alinipanda kichwani ningefanya nini? Anakupanda kichwani kutoka mbinguni. Wewe huko tu unaangalia anakupanda kichwani. Sasa alikupanda kichwani, badala umtoe unasema ungefanya nini? Wewe. Hayo ndio manyimbo yaliyojaa kwenye simu yako. Na hata hapo unayo. Tukisema tuchukue utaaibika. Tunakusitiri kaa nayo. Tunaipenda dhambi. Tabia ya tatu ya dhambi. Tabia ya tatu ya dhambi. Dhambi haitoshelezi. Dhambi haitoshelezi. Hata nikupe maandiko. Kitabu cha Yohana ile sura ya 4. Msomaji, sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 15. Yohana sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 15. Dhambi haitoshelezi. Soma ni ubiri hapo. Yohana sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 15. Hiyo. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi, hataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji. Yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, nipe maji hayo. Nisione kiu. Wala nisije hapa kuteka. Inatosha kutumisha Mungu. Tabia nyingine ya dhambi, dhambi haitoshelezi. Hakuna siku utafanya dhambi ukatosheka. Kadiri dhambi unapoifanya ndivyo inapokupa hamasa ya kuzidi kuifanya. Kiu ya dhambi huwa haiishi kwa kufanya sana. Mara ngapi umesema nitaacha masturbation? Yaani leo ndio unafanya mara ya mwisho, lakini kesho kutwa tena unarudia tena. Kwa sababu haijawahi kutosheleza mtu. Kadiri unaifanya, kadiri ndio inapokupa hamasa ya kuzidi kufanya. Baba mmoja askari pale Morogoro anasema navuta pakiti 5 za sigara kwa siku.
Sigara pakiti moja ina pisi 20, kwa siku nakuta sigara 100, lakini kuacha nimeshindwa. Kwa sababu hatosheki na dhambi. Anasema ko linauma. Ila kuacha nimeshindwa. Ndio maana mwanamke akasema, Bwana, unipe hayo maji nisije hapa kuteka. Maana kila wakati nasikia kiu na kuja hapa kuteka. Utaelewa kama huyu mwanamke ilikuwa ni saa 6 ya mchana amekuja kuteka maji. Wanawake, maji wanatoka saa 6 mchana. Si anataka asubuhi au jioni. Huyu mwanamke saa 6 mchana anafanya nini? Alikuwa anaongea hiyo maji. Kuna wanaume yuko kule. Sasa anakuja kuteka maji, nafikiri yeye akampigia. Njiani hapo kwenye kisima cha Yakobo anakutana na Yesu. Na Yesu alikuwa very handsome. Mrefu. Ni cha Yesu. Alikuwa kijana mwenye mvuto. Anaona namna hiyo. Mwanamke alipomuona akasema huyu naye napita naye. Yesu akamwambia, "Mwanamke, nipe maji ninywe." Mwanamke akamwambia, "Kisima hiki kirefu." Akana maelezo mengi Yesu akamwambia, "Mimi ninayo maji ukianywa utaona kiu." Ndio mwanamke anafungua moyo. Yesu anaangalia ndani ya moyo yule mwanamke. Anaona kuna wanaume hawa. Wewe mnaitikia, "Ah, watano." Alafu na aliyeko naye sasa sio